chairman na members wa BOM, mwalimu mkuu na walimu wa shule hii ya ACK Thika Memorial Church School, wazazi na wanafunzi. God is good and all the time. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Baba wetu askofu, nimeshukuru sana kwa mwaliko wako kuja hapa na mke wangu Pastor Dorcas kwa hii sherehe ya kuadhimisha miaka 50 tangu uanzilishi wa shule hii ya maana sana. Na mimi nimeshukuru sana kwa sababu kusema ukweli, tangu nizaliwe hii ndio mara yangu ya kwanza kufika kwa hii shule. Na nimependezwa sana na hii shule. Nimetembea, nimeona vile mumejenga, nimeona vile walimu wanafanya kazi, nimeona watoto vile wako wasafi, wako na nidhamu. Tumeona vile wametubuiza sisi hapa. Tumeona wazazi watulivu, na pia nimearifiwa ya kwamba hii shule inafanya vizuri sana. Na ndio mheshimiwa wakili Mureu anasema iko msongamano ya wanafunzi kuja hapa because of good performance. So I want to say congratulations to the church, to the teaching fraternity, to the parents, to the peoples on the Golden Jubilee. Pongezi, pongezi, congratulations. This is a great institution that has mentored many people. I am told there is a population of 1,670. That's a huge population. I've also been briefed that the alumni wale wamepitia hapa ni watu ya maana sana katika Jamhuri ya Kenya. So this school has produced great people, great minds. Na nimeona yule mwakilishi wa alumni ameongea hapa. Kizungu alikuwa anafunga na mapua hata siku nyingine naelewa. I think this is a great institution. Kama hawa ndio mumetoa hapa, Mungu sawa. Najua mimi ni mtu ya kichagi kidogo, hii Kizungu mingi sana inanitatiza kidogo. And I have been told that this school has produced men and women of substance. Bishop and the church, I want to congratulate you. The church and state are partners in development. And in matters education, the Anglican Church of Kenya has stood tall in building great institutions in partnership with the state. In fact, the school where I went from 1 to 6, Kenyaga High School, is sponsored by the ACK. So I have testimony of the great work the ACK Church has done in the development of our educational institutions, in mentorship, in matters counseling, and making sure that our children get spiritual nourishment so that they grow founded on Christianity. Kwa hivyo mimi nataka kupongeza kanisa letu la ACK. Pia mumeniomba tujaribu kusaidiana. This being a faith-based institution, you cannot get direct government funding. But it's a discussion that we are having with the president. That going forward, the church has schools and hospitals that they are running. And most of those institutions supplement what the government is doing. So I think it's a conversation that we need to have as an administration. That going forward, we may want to see whether it is possible, as we support public schools, that we do also consider to support faith-based institutions, because by their very definition and operation, they are actually public institutions. Because kanisa na public is one and the same thing. So tumekubaliana na baba askofu ya kwamba ile mjengo iko pale
tutashikana na huyu mheshimiwa na alumni tutengeneze dina, hata kama ni Nairobi ama hapa Thika, tujaribu kuchanga pesa ya kuja kumaliza huo mjengo ambaye umeendelea vizuri sana. And that one we shall do. Chairman of BM ameniambia pia tujaribu kusaidia mambo ya auditorium. Ameniomba mimi nifanye, lakini niko chini kidogo. Najua hii mambo hii uchumi umeumiza kila mtu, sio ninyi peke yenu, kila mtu yuko chini. But I know what we'll do. We look for partners. I'll approach a few institutions, several foundations. We'll come up with something so that together tusaidiane kwa hiyo mambo ya hiyo auditorium. And I think that project of music, arts, drama is a good thing. And I was very happy to see the 5 groups that will go to Eldoret to represent this area in the National Music Festival. I pray that you perform very well so that you make it to the gala performance on Tuesday, where I'll be the chief guest. Ndio nikuja nikutane na nyinyi huko. Mungangane kabisa tupatane hapo kwa gala performance. Juu ya hayo, hiyo timu 5 nitatafutia nyinyi 1,100 muende mkikunywa soda mkienda huko Eldoret. Tutatakia nyinyi mema. So Bishop, you have my commitment. You have done a beautiful job. We have responsibility, first as leaders, secondly as Christians, to support you. On those 2 projects, we are going to work together with the Member of Parliament. Mambo ya hii daraja tumekubaliana, nimeongea na PS wetu wa barabara. Tumekubaliana mwalimu mkuu atengeneze barua, apatie huyu mheshimiwa saa 8 apeleke kwa PS wetu wa barabara, tuitafutie pesa tujenge hii daraja for the sake of our children. That one we shall do. Pia mheshimiwa, umeomba hii mambo ya shule ziko hapa karibu, hiyo wewe weka pesa ya CDF. Uko na pesa ya kutosha. You're almost over 170 million per year. So weka hiyo, alafu tuone vile tutakusukuma. Wacha sisi tungangane na hii kubwa. Hii dogo dogo weka kama milioni 3, milioni 4. Hii ni mambo kidogo mheshimiwa. Hizi siko karibu utusaidie. Police post will do a joint venture mheshimiwa. Put aside some money ya CDF 5 million, na sisi serikali kuu tukutafutie zingine tusaidiane, so that you also show serious commitment ya kwamba iko haja. Najua kujenga police station ni kitu mzuri. Watu wale wote wazuri who are the majority wanapenda police station. Wale wabaya who are the minority hawatakangi police station. Sina kuwaga namna hiyo. So wewe ufuate wale wengi. Wacha uweke pesa kidogo na sisi tutafute. We have a joint effort. We put up the police station so that they can serve the people of this area. Kwa kura nitakutuma kwa Director General, uende hapo, kizungu yako pia ni mingi, ujitetee. Na mimi pia nitaweka sauti, si ndio? Uende uone Engineer Kinoti, tutamwambia aende akuone. We see what we can do for the people of this area. Sisi tunaendelea kupigana na pombe na madawa ya kulevya. Hii pombe tulikuwa tumemaliza, imeanza kurudi. I had a meeting yesterday with all the agencies, and I think next Friday we'll be meeting all the county commissioners, police commanders, AP commanders, CCIOs, so that tukubaliane. And imeanza kurudi area hii ya Gatonyo, Mugumoini. Na wewe county commissioner ujue imeanza kurudi. Gatonyo location, chief amekufa kwa kunywa pombe. Chief amezikwa tarehe 24 Julai. Sasa kama chief mwenyewe yule natakiwa kumaliza pombe haramu, mwenyewe anakunywa mpaka anakufa, vijana wetu watakuwa wapi? County commissioner
I think you started very well. What is the problem? Umeanza kulala kwa kibarua? Please, yeah, hapo area you ya Kihomboini, hapo Katonyo location, the chief himself, the men who were supposed to assist us to deal with the illicit brew, mwenyewe amekunywa, amekufa, amezikwa. So please work on it kindly. You know, organize an operation in that area quickly. Musombe watu hapo na hapo na hapo, and I'll monitor. Najua mimi nimeoa hapa, kwa hivyo niko na mashemeji. Si nitapata report? Yeah, please county commissioner, you know, we were doing very well. I don't know ni wapi tumeregea kidogo. Let's pull our socks. When you came from Kiambu, I was very happy with the work you are doing in Murang'a. Find out exactly what is happening in that area and other areas, the way the MC amesema, so that the gains that we made kwa hii vita ya pombe tusirudi nyuma. Kanashi ali muti kwenda tudhi na mbele. Tudhi na mbele kabisa, tudhi na mbele. Tutaendelea kwa sababu hiyo ni muhimu sana. Mimi sitaki niongee kupitia hapo. Mambo ya siasa nyinyi muendelee naye. Mimi niko kwa mambo ya maendeleo, niko kwa mambo ya kahawa, mambo ya majani chai, mambo ya bangi, mambo ya pombe, kujenga kanisa, kujenga shule, kusaidia rais afaulu. Sisi tuko hapo. Wale nataka endelea na siasa waendelee, na ni sawa. Lakini wakifanya ile siasa yote wanafanya, wanarudi huko ground, wanasikiza, wanapata mwelekeo, wasikuje kupotea. Because mimi naona wengi watakunywa maji. Si hata nyinyi mko na hiyo report? Mko na hiyo, hata mimi niko na hiyo report. Mimi ni mtu ya kusikiza ground. Mimi sitaki kunywa maji. Hii kazi nilipata juzi na nilikuwa na haja naye. So lazima nichuke kazi yangu. Na njia moja ya kuchunga kazi ni kumheshimu tajiri yako. Na tajiri lazima umsikize anasema nini. So ukikaa unauliza tajiri yako, boss, unataka tufanye namna gani? Hapa naambiwa namna hii, nifanye nini? Hapa mimi nasukumwa nipitishe hii, nifanye ama nisifanye? Hapa ninaambiwa niseme hii, maoni yako ni gani? Wewe ndio mkubwa yangu. These are our bosses. Let's listen to them. And when you get time, viongozi, upitie kwa hao watu au viongozi wako na kola, bishop, canon, hawa wataambia nyinyi ukweli. These are men of God, and they live with Christians every day. They know what the ground is saying. Kama unaogopa kwenda kwa raia, labda una kitu ya kuwapatia, pitia hapa kanisani. Pata fika, muulize watu wanasema nini. Pata bishop, watu wanasema nini. You get informed so that you make the right decisions and you align yourself with the people. Those are your bosses. Those are your employers. And their say is final. And these bosses of ours are very brutal once in 5 years, because they carry out a forensic audit on your performance. And they are very unforgiving. Pale kwa debe, hawa. Hii watu si wazuri vile unaona wamekaa hapa. Ni wazuri sana wakikuchagua. But wakimalizana na wewe, unaendaga kwa laini siku ya uchaguzi, ukitaka kujua kama utaanguka ama utapita, unaangalia kina mama. Ukiona wameangalia chini, unajua wewe umeisha. Because women don't like hiding. Hawataki uongo. So anashindwa kukuangalia straight because anajua hakupigi kura. Sasa anaangalia chini. Wanaume watakuangalia macho ni macho na wakunyime kura. But the women, when you go to the line asubuhi, utajua kama umepita ama umeanguka ukiangalia kina mama. If the women look at you straight and they have a small smile, mambo yako iko sawa. If they look down, they don't want to meet you with your eyes direct, mambo yako walimalizana naye kitambo, na hiyo ni forgotten chapter. So our leaders, as we work, let us continuously engage our employers, the people of Kenya.
and get direction on how to proceed. And once you do that, you are in good space. Watoto muko sawa? Are you working hard? Have you done your homework? Bado? Are you respecting your teachers? Do you respect your parents? Please continue respecting your parents, continue respecting your teachers, continue fearing God, continue being prayerful. Please stay focused. The future looks bright. Be focused, work hard, and you'll be men and women of substance. Nimeona Mheshimiwa Sabina Chege akiuliza wala nataka kuwa president, mumeinua mkono. Mmeuliza madaktari, the same group ile iliinua ya president imeinua ya madaktari. Sasa mnataka kazi ngapi? But I'm happy that most of you are ambitious and you want to be great people. We pray for you, we bless you for what you want to be because it's the good thing. Sasa wanafunzi, vile nimekuja hapa nipange bash kidogo, si ndio? Ndio next week mkuwe na lunch, dinner or something, si ndio? Haya, nitawachia mwalimu mkuu 200,000 ya soda ya wanafunzi. So that munapenda soda? Munapenda soda? Which one? Which one? Fanta, Coca-Cola, Sprite, bitter lemon. Hiyo hamtaki? Haya, mimi nitapanga 200,000, mwalimu atapanga soda, mkate, keki, nini, msherehe. So nimeshukuru sana. I came with my wife Pastor Dorcas. Mungetaka kumuona? And she's your daughter from here. Nilimtoa hapa Katanga, hapa iko wamama wazuri. Hajawahi kunipiga, hajawahi kunitukana, hajawahi toroka kurudi kwa hata siku moja. Sasa ninafurahia sana, ananichunga vizuri, tena ananiombea. So nilimwambia naenda kwenu Katanga. Sasa tukasema tukuje pamoja nyumbani. Sijui kama atabaki hapa mimi nielekee pahali naenda, nimwache nyumbani ama tutaenda na yeye. Lakini sioni akubali kuniacha, naona atafuatana na mimi.